Sawa sawa. Na huyu hapa ni dada wangu. Kazi. Wewe unataka kofia. Lazima unione. Unajua nini baby? Nakupenda sana. Enjoy tu. Natamani wewe wangu milele. Ndio natamani hivyo. Mimi natamani hata kwa nini niwahi kuolewa. Kwenye maisha ya ndoa kuna maigizo. Niwaambie sogea nikushike kiuno. Sogea tuongee tuzungumze kupenda baby. Kelly. Mr. Kelly. Yes, msasa. Ziu? Oh. Nasi. Niambie. Hizi hapa kidogo gizani imeweka sauti kubwa sielewi kabisa. Ni kweli, lakini hata mapokezi vijana wako hawapo. Wapo wa kofia ametoka? Okay, nilimwagiza sehemu. Nilimwagiza kidogo. Kuwa makini siku zote. Oh, don't worry about it. Wewe ni nyota bro. Sawa, lakini nilikuwa napita na ofisini kwangu. Kwa nikaona nikuone ili pendeze zaidi make asilimia kubwa wewe ndio mshauri wangu mkubwa. Kwa hiyo Kelly. Sitakuwa na budi ya kuzungumza maneno mbele yako. Alafu usishangae wala usishtuke. Unajua kuna wakati mwingine naweza nikashangaa hata maisha yangu. Sio uhalisia wa maisha yangu mimi mwenyewe. Sijui nakosea wapi. Sijui nilikosea wapi. Kelly. Mimi nasikia kama vile nilikumbuka kwenda kwenye ndoa. Ngoja kwanza. Unajua wewe ndio leo ulikuwa unanishauri Jimmy Kelly au Jimmy Kelly au kuwa na mke pata mke, lakini today unaniambia kwamba ndio yako inakusumbua kiasi hiki. Sina maana hiyo unavyozungumza unakuelekea wewe. Lakini nahisi kama vile niliwahi mapema bila kufikiria. Na hii swala la kuambia kuwa akaa na mke ni jambo la heri, hata kwangu mimi nilishauriwa. Lakini nilitegemea kuwa ndoa itakuwa ni furaha ya maisha yangu. Ndoa itakuwa ni msingi wa maisha yangu mimi. Lakini Kelly imeenda tofauti kama vile nilivyokuwa nafikiria mimi. Hivi ninavyokuambia shemeji yako amekuwa tofauti na mwanzo kaka. Sio mtu wa kuamilika. Amebadilika sana. Tofauti na mwanzo. Leo hii hata mke wangu hawezi kunisikiliza mimi. Na wakati mwingine naweza nikafikiria wanawake ni viumbe wa aina gani? Kila kitu alichonacho mwanamume aliyokamilika ninacho mimi. Kelly, kama unavyonitambua mimi, kitu gani nakosa? Napungukiwa nini? Pesa ipo, mali zipo, lakini sijapata yule mwanamke wa kunisikiliza mimi. Na naanza kuwa na shaka sasa kuwa kuna mtu anopenyeza sauti zake kwenye masikio ya mke wangu. Sasa huyu mtu nikimtambua, shahidi utakuwa ni wewe Kelly. Nalirudia tena, yaani wewe ni rafiki yangu mkubwa sana. Yes. Kama nikimtambua anokamua ng'ombe wangu niliyomchunga mimi, hakika shahidi atakuwa ni wewe. Usubiri kwanza. Ulishakaa ukamwambia au mkaongea shauri imeanza lini? Kaka, hivi ninapokuambia imeanza muda sasa. Ni uvumilivu tu umenishinda, nikabidi nije nikufuate wewe rafiki yangu wa karibu. Kama unaweza ukanishauri. Na kama nilivyoeleza awali kuwa nikitambua anomkamua ng'ombe wangu niliyomchunga mimi, hakika nitamkamua yeye mara 3 yake. Brother, kwa mwanamume ana sifa 2 au 3. Sifa ya mwanamume wa kwanza ni kuwa na mali. Na kueleza tena, narudia tena na tena. Nikimfahamu anomkamua ng'ombe wangu niliyomchunga mimi, hakika nitamkamua mara 3 yake. Hebu go straight to the point. Yaani issue kubwa unafanya ni ipi? Mpaka unafikia hiyo hatua. Mimi nashindwa kuelewa viumbe hawa wameumbwaje.
Kwenye miili ya wanaume na wanawake kuna vitu vili tofauti. Mwanamke blaza, kama kuna mtu anapenyeza sauti yake kwenye masikio ya mke wangu, anamsikiliza yeye, anashindwa kunisikiliza mimi, ina maana kwamba tunaingiliana kwenye ufalme. Huyu mwanamume nitakaomkuta, au mtu yoyote nitakaomkuta, ananiharibia familia, ananiondolea ufalme wangu ndani ya himaya yangu. Blaza, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Chochote nitakachokifanya lazima wewe ni kutaarifu kuwa nafanya jambo gani kwa huyo mtu. Ila nampenda mke wangu sana. Napenda familia yangu sana. Naipenda kuliko hata ninavyojithamini mimi. Naelewa. Kwa mwa kuingia kwenye ndoa sio kwamba nilikurupuka tu basi tu. Sikukurupuka blaza. Nilikuwa na akili yangu timamu. Nilijiandaa kifikira mpaka kiuchumi. Lakini matokeo niliyokuja kuyapata tofauti na yale niliyokuwa nikiyategemea ndani ya familia yangu mimi. Sasa basi, blaza. Basi ningekuwa na mtu wa kumwambia hii mizigo, ningemwambia usikushtue sana ukasema kwamba ndugu yangu anapoelekea basi anaenda kuvurugika akili. Hapana. Ni samani ya mke, samani ya familia. Mwanamume aliyokamilika blaza ana sifa mbili ya kutukuzwa. Sifa ya kwanza ni kuwa na familia. Sifa ya pili ni kuwa na mali. Hiyo ndio sifa ya mwanamume. Hapo ndo ana uwezo wa kujiita kuwa yeye ni mfalme wa himaya yake. Nakuelewa brother. Nakuelewa vizuri sana. Ila sasa jaribu basi ukae naye kwanza, muongee. Nafahamikisha ongea ndio utajua kwamba hapa ni afanya nini. Usiwe na maamuzi ya haraka hivi, yani anza kutafuta sijui anahusika ni nani. Jitahidi kwanza ukae muongee. Wewe ni familia yako. Wewe ni mke wako, alafu ukipeleka mambo hivi sasa ni kama sahihi. Brother, usijali. Kuhusu mazungumzo mimi na familia yangu ni kila siku, hata kabla ya ushauri wako. Kwa sababu naipenda familia yangu. Kwa mimi niko napita. Ngoja nikuache hata kwa siku nyingine tutakuwa pamoja. Okay. Asante. Fika umsalimie bwana. Kelly. Yes. Kama nilivyokuambia. Okay. Mimi hakuna shida yoyote kwa familia yangu. Ila kumbuka nilichokuambia. Sawa. Yoyote atakayekamua ng'ombe wangu niliyomchunga, lazima nitamkamua mara 3 yake. Asante sana. Ndio bwana. Mchungaji, nimekuita kuna mambo nilikuwa nataka kunifundisha au nielekeze. Sababu huenda mimi ndo nitakuwa mkosefu au kuna mtu siku sawa na wewe. Sababu mchungaji, ukisikia mtu mzima analalamika basi ujue kuna tatizo. Sijaweza kutambua jambo moja kwenye maisha yangu mimi na ndoa yangu. Yale mafundisho yale uliokuwa ukiyatoa muda wote siku ya ndoa yetu, ulifungisha ndoa ambayo asilimia kubwa mimi niliweza kuingia kwenye yale mafundisho yako. Ila mpaka sasa hivi siyaoni mafundisho yako yanafanya kazi kwenye nyumba yangu. Japo ulizungumza kuwa ndoa ni uvumilivu, kuna milima na mabonde. Sasa mimi naona kama vile sasa mimi napanda mlima ambao huna kikomo kabisa kwenye maisha yangu. Hebu nenda kwenye mada. Tatizo ni nini kwa mke wako? Hebu tiririko nieleze. Ni nini shida hasa? Mchungaji, mke wangu kabadilika. Mke wangu kabadilika. Sio yule wa mwanzo ndio kwa nikimzania kuwa ni mke mwema kwenye maisha yangu mimi. Kwa nini? Nahisi kuwa hawa wanawake labda wana Mungu wao mwingine. Yaani wana akili kama za ndege, hawajulikani wanatua sehemu gani. Amebadilika.
kitabia au amebadilikaje? Amebadilika vyovyote vile, kitabia, kimatendo, vyote haviko sawa na utaratibu wa kimaisha. Anaenda nje ya ndoa au amebadilikaje? Au hakusikilizi, hakutii? Hayo yote nieleze vizuri. Hayo yote anayafanya mchungaji. Mimi ndio kwa nikitaka, nilichokuwa nakitaka upande wako. Nitaka siku moja tukae pamoja hivi, ili uweze kumpa mafundisho, urudie mwanzo wa mafundisho yako ya awali, uweze kumfundisha tena yeye peke yake. Kwanza mke wako yuko wapi? Hivi ninavyokuambia hayupo nyumbani. Hata ndani hayupo. Hivi mchungaji, inafikia hatua hata zile huduma sasa anazotakiwa kupewa mwanamume sipewi. Hivi kweli, hata kama jamani uvumilivu ndo unajenga mji, mimi uvumilivu umenishinda. Hapana, sikiliza nikwambie. Usiende mbali sana. Maandiko yanazungumza, ukisoma Wakorintho sura ya 13 inazungumza habari hiyo. Uvumilivu unatokana na upendo. Sawa? Sasa usikate tamaa. Vumilia. Alafu jambo lingine nataka nikwambie. Kitabu cha Petro inazungumza habari hiyo, sura ya 3 ule mstari wa 1. Sawa? Tuishi nao kwa akili, wanawake. Sijui unanielewa? Kumbuka hata yule mwanamke aliyekuwa ni kahaba, sijui unanielewa, aliingia nyumbani kwa Zakayo. Alipofika akakutana watu wengi. Wakama, mwanamke huyu vipi, maana anakujaje hapa? Malaya changu doa. Lakini Yesu aliwaambia wale watu kwamba mwanamke huyu amefanya bora kuliko nyinyi. Hii inatokana na uvumilivu. Sawa? Sasa naomba vumilia. Sijui unanielewa? Kwa hiyo vitu vyote hivi unavyoviona vinajengwa kwa sababu ya upendo upo. Ukiisha upendo, maana kwamba unakaribisha shetani. Unampa nafasi shetani. Na uchunge sana asije akakupiga shetani. Hebu yarudie maombi yako yale ya mwanzo. Rudia uaminifu wako kwa Mungu ili baadaye uendelee na Mungu wako. Ila mchungaji, mimi kama sadaka natoa kanisani. Ndio, na kama kuomba naomba sana. Sawa. Kwa nini Mungu mimi anioni? Kwa nini Mungu mimi anioni? Usiseme hivyo. Mungu anakutazama. Mungu anakuona. Nataka uijenge ndoa yako vizuri. Sitaki kulalamika mchungaji. Mimi hakika ninachokuambia, sina furaha na ndoa yangu. Sina furaha na familia yangu. Hata wakati mwingine naona nikija nyumbani naona nyumba yangu ni chungu. Hapana, relax Ansi. Naomba urelax kabisa. Kuhusu hiyo, hapa naomba utulie. Uwe na uvumilivu. Sijui unanielewa Ansi? Kuwa na uvumilivu, jenga ndoa yako. Mpinge shetani na hata kukimbia. Basi mchungaji, mimi nimekuelewa. Lakini mimi nilikuwa naomba moja kwako. Ndio. Kama utaweza kunikubalia na ukapata muda. Nilikuwa naomba mafundisho hayo ulionipatia mimi hapa. Siku zote mimi waga nakuelewa sana. Naomba sikiliza. Sijui unanielewa. Iko hivi. Kwa sababu leo sijamkuta shemeji. Sijui unanielewa. Naomba kesho nitakuja hapa. Mwambie nikishafika hapa nimkute. Ili niwajenge wote wawili. Nimekusikiliza wewe na siwezi kujua kwamba wewe uko vizuri, au uko sahihi kwa haya unayozungumza, au wewe ndio una makosa. Pengine labda mwanamke ndio yuko sawa. Lakini nataka kesho nikifika hapa nimkute, niwashauri vizuri. Mchungaji, mimi nataka nikwambie jambo moja tu. Na hili ukae kwenye akili yako mchungaji. Mimi nakuamini sana. Kama ni kweli angekuwa ni mwanamke halali ambao nimebarikiwa kutoka kwa Mungu, mke wangu mimi, muda huu ni mida jioni kabisa ya mwanamke kutakiwa kuwa nyumbani kwake, lakini hayupo. Na hata ukimuuliza anatoka wapi hakupi sababu za msingi. Hakuambia alipotoka. Mimi nilikuwa naomba jambo moja. Nilikuwa nakuomba tena mchungaji. Haya mafundisho yako unaonipa mimi, jaribu siku moja utenge muda wako kukaa na mke wangu, mpe mafundisho basi. Angalau mimi nipate fulana na ndoa yangu. Nampenda mke wangu sana. Na sitegemei kumwacha. Naomba ushushe gaziba. Sawa? Hasira, Biblia inazungumza kwenye Misali. Hasira ukaa kwa mpumbavu. Sasa usio mpumbavu basi. Na kuomba ushushe hasira yako, kaa na mke wako vizuri. Kesho nitakuja ili tuzungumze naye. Sijui unanielewa? Basi sawa mchungaji, mimi nimekuelewa. Ila kwa sababu nilikuwa nataka kuna sehemu nilikuwa nataka kwenda kwa siku nyingine tena. Ndio. Nitakuhitaji
tukiwa familia kwa pamoja, lakini nakuomba chonde. Naomba iwe kesho kutu. Kutana niwepo nisiwepo. Kutana mke wangu basi uweze kumjenga. Mimi natamani mke wangu abadilike. Natamani mke wangu awe yule wa zamani, sio mke wangu wa sasa hivi. Natamani kuwa na furaha. Basi sawa. Naomba niombe. Sawa mchungaji. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu kwa sababu wewe umetangulia familia hii, na ninaomba Roho Mtakatifu ukaihudumie familia hii, hudumia ndoa hii. Ninakushukuru kwa sababu utawavusha katika mambo yote ambayo Mungu wanayapitia. Baba, ninaomba unisaidie. Ninakemea kila roho zote zinazojinua katika familia hii na katika ndoa hii. Katika jina la Yesu Kristo ninazuia kila rai adui anayesimama katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu utafanya na utatenda. Mpe moyo wa uvumilivu katika yote, Mungu ukamtangulie. Asante kwa sababu utatenda na utafanya katika jina la Yesu Kristo. Nikiomba na kuamini, sote tuseme amen. Naamini kwamba mke wako ni mzuri sana, atabadilika. Nampenda sana mke wangu. Njoo kanisani. Sasa hivi umekuwa vipindi vyako vimekuwa, leo umekuja, kesho uji. Yaani njoo kanisani. Mambo mengi tutayaongea huko tukiwa kanisani. Naamini, nategemea, natumaini kuwa mke wangu atafanya mimi niwe na furaha ili nikija kanisani nifanye vizuri zaidi. Amina. Naamini atabadilika. Sawa. Kwa hiyo mimi ngoja nikimbie kanisani na vipindi vingi sana. Amina. Karibu hapa ni kwako. Amina. Wakati wowote, muda wowote ukijisikia njoo. Asante sana. Amina. Haya tu. Kwenye maisha ya ndoa kuna maigizo. Niwaambie. Dada hapa anauliza ngapi? Kwa sababu kama mida hii tu yenyewe bado hajafika. Nakuuliza wewe binti. Anarudi jioni. Anarudi jioni. Na kiondokaga waga na kuaga naenda wapi? Kwa sababu sio utaratibu wa ndani. Yaani mimi ananiambiaga tu anatoka basi. Basi sawa. Hivi chama nikuulize swali. Wewe ni nani? Una sifa za kuwa mke kweli? Una sifa za kuwa mke wa mtu? Hivi unapata wapi jeuri ya mimi kuja hapa nyumbani sikukute na taratibu za huko ndani zisifuatwe? Chakula nakuja niandaliwa na mfanyakazi. Wewe mfanyakazi na unakutia wewe jeuri, uamue unachotaka wewe. Tatizo lako Hansi, unaongea sana. Yaani wewe nani ndo nimefika? Hata sijakaa nikapumzika, ni kelele tu. Kwa hiyo unaona lako nizalilisha mbele ya wewe msichana. Kwa mimi kutetea haki yangu inaonekana mbovu. Kuwa na kuonea, si ndivyo? Hivi mke wangu tutaishi hivi mpaka lini? Kwa hiyo tunaishi pasipokuwa na msingi yoyote. Shida yako unaongea sana. Yaani unaongea maneno gani tu na bubu wewe una bubu. Hebu niache nikapumzike. Na wewe nisisahau funga mlango. Lucy. Hiyo mke wangu ana tatizo gani? Kwa mimi sio namzungumzia hata kama kuna kosa. Lucy. Lazima tutaelewana. Kama nilivyokuambia mchungaji awali, kuwa uweze kuzungumza na mke wangu basi aweze kubadilika. Niweze kupata furaha ile ambayo nilikuwa nikipata awali. Sawa. Nadhani mengi tuliyazungumza jana. Nitafika leo na nimefika. Na vizuri nimemkuta binti yangu. Nimepata taarifa kuwa umebadilika sana binti yangu. Tatizo ni nini? Ni kweli anayosema Hansi ni ya kweli au Hansi? Mchungaji naamini kwamba una akili timamu kabisa. Baada kufikia umri huo na kupewa kipawa cha nguvu ya kuuminia wengine na kutoa mafundisho mazuri, nadhani una uwezo mkubwa. Umejionea mwenyewe.
kwamba huyu mwanamke hana maadili, hanifai kwenye maisha yangu mimi. Hapana, usisema hakufai Hansi. Hivi ni picha gani unaonyesha mbele hata ya mchungaji? Unaonyesha kabisa dhahiri kuna unanitawala hata kwenye nyumba zangu. Unanitawala kabisa popote unapotaka, una uwezo kufanya chochote kwangu. Kwa nini hakuwa hivi huyu mwanamke? Hapana, twende taratibu, na ndio maana nimewaita hapa ili tuzungumze. Anza, usipaniki. Hapana mchungaji, hii inakera. Hivi umejionea kwa macho yako kuwa huyu mwanamke amebadilika? Lucy, umebadilika mke wangu. Atuishi hivyo. Hakika mimi nikwambia kitu kimoja mchungaji. Yale yote niliyokuelezea ndio hayo unaoyaona hapa. Mke wangu amebadilika. Hatimizi majukumu yake ya ndoa. Sio mwanamke, bali tunaishi kama wote ni wanaume ndani. Anafika muda anaotaka, anatoka anavyotaka. Basi hata huduma za kindoa sizipati kwa sababu sijajua mke wangu kimemkuta nini. Naomba ufanye maombi kwa mke wangu. Sio wa kurudi saa 7 za usiku, sio wa kuondoka saa 1 za usiku. Ani anajipangia muda anaotaka yeye, sio anaotaka mimi sasa. Huyu amekuwa sio mke kwangu sasa. Tunaishi basi kama vile watoto. Naomba usipaniki. Hansi, nimeshakwambia. Tunazungumza. Mchungaji, mimi nimevumilia, nimechoka. Hatuwezi kuishi kama watoto wa mama wa kambo na baba wa kambo, kuwa tunangangania ulisi. Mimi nilifikiri kitu kimoja mchungaji, kuwa basi ukishakuwa na maisha bora, basi unaweza kupata hata mke bora. Hao wanawake wana akili za ndege hao. Nimpe nini huyu mke wangu? Mke wangu nampenda sana mchungaji. Naomba uongee na mke wangu. Binti yangu, hivi anayesema Hansi ni kweli au? Unajua mimi nasikiliza wewe, nimekaa hapa mnanishukulia ni mjinga, si ndio hivyo? Yaani wewe kwa unaenda kunishtakia huyu ni baba yangu au ni mama yangu huyu mzazi aliyenizaa? Ndio hivyo unaenda kunishtakia. Au unapiga tu kelele na kusikiliza hapo unaona mjinga. Na wewe, naona umekosa kazi za kufanya. Kama umekosa kazi za kufanya, kahubiri huko kanisani, kopa kwenye mji wangu. Wewe usiwe. Na mimi umejionea peke yako. Ndio huyo niliyemfungisha ndoa siku ile au ni mwingine Hansi? Ndio huyo mwenyewe, ndio huyo. Lakini kumbuka maandiko yanasema hivi, Misali inazungumza 14 mstari wa kwanza inasema mwanamke mpumbavu uibomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. John. Naam. John. Naam. Njoo. Mteo dogo naye aje. Leo umechoka? Nimelala, nimeamka, nikiamka nalala, nikiamka nalala. Ameshaki kulia kila zegugu la kana choka. Umelala tu unasema unachoka. Yaani yeye kulala kazi, kuamka kazi, yaani na kazi, jambo kile kazini. Kama choka kila siku. Yaani kama mimi. Yaani ni game na kulala. Leo kuna jambo gani kuja basi please? Au ndo kuna kikao kingine? Yaani angewe kuacha kuishi kwa uoga. Sababu gani? Maana wewe ukituita kuna tukio jipya. Sasa leo hakuna tukio jipya. Itakuwa ni nzuri. Mpaka kuitwa leo hapa. Itakuwa leo ile jipya. Subiri wewe bomu lilipokea. Okay. Nasikiza. Leo niwape kitu ambacho nakipenda sasa. Si ndivyo? Sababu kila siku ni kelele, kaka tunataka kutoka. Kaka twende bichi, kaka twende wapi? Kuna party, kuna nini, siji wapi. Relax. Today nataka niwape free of chance. Kwenda kurelax popote mnapojisikia kwenda. Sure. Right? Yeah. Bro. Mtanibadilisha mawazo, nikibadilisha mawazo yangu. Sibadilishi baba. Nasikiza. Condition ni hizo. Mbili tu. La kwanza, muwahi kurudi. Sawa? Yaani usifike usiku hapa hamjarudi, tutagombana. Mapema. Sawa? Hakuna mapiga makamera ovyo mapicha ambayo hayana maana. Usijali. Na posti picha sijui mkiwa mmekaa mweleweki nini brand. Tunalinda brand zetu. Condition ya pili. Mlindane. Bro, umenisahau. Siongelee nguvu.
So mwenzako anapata shida ujui yuko wapi. Naomba muwe Bennett muda wote, muelewane mko wapi. Sitaki nijisikie hapa alikuwa ameenda wapi akaniacha sijui nini, sitaki nijisikie hicho kitu. Kwa hilo kaka tutakuangusha kabisa. John. Hii ni agizo kwako. Ndio. Siongee na hiki. Nakijua kitu. Yaani wewe ukifanya ailisho. Sasa naomba mlindane, sawa? Ndio. Zaidi hayo sina mengine. Msafi sana. Yaani mapema tu bro. Namwahi kurudi. Thank you bro. Okay. Namwahi kurudi. Johnny. Naam. Njoo na moja kwanza. Ukiwa unatoka, naomba unizimie CCTV kamera zote, sawa? Zote hadi za kule nje. Sawa, hadi za huko ndani. sawa. Kwenye maisha ya ndoa kuna maigizo, niwaambie. Baby, mwanangu samahani. Nitaka hapa kukuomba ruhusa, naomba nitoke kidogo. Kama muda huu unaondoka kwenda wapi? Wakati ndio nimekuja mume wako, ni muda wa kufanya mazungumzo na tulikuwa tunataka tuviongee mimi na wewe. Kwa hiyo sitaki wewe. Baby tafadhali. Naomba niruhusu niende. Yaani na kikundi kile cha wala kina mama nilichokwambia anachochezaga. Sasa leo tumekaa tukakubaliana kwamba kuna sehemu twende kwa mama mmoja hivyo tunaenda kuchukua vitu maana ameshindwa kurejesha mfuko. Sio saa 12. Alafu situation mke wangu. Kuna utaratibu wa kuniaga mimi. Usingenikuta sebuleni uko unaondoka mwenyewe. Hapana, singeweza kufanya hivyo, ningekupigia simu. Thank you. Kwa nini uniombe kitu lazima unyenyekee kiasi hicho? Ndio maana nakupenda mwanangu. Asante. Wewe umenikosha sana. Kweli. Sawa nini lakini Baadaye, bye. Labda wanandoa wanafaidi sana. Kumbe ni mradi tu onekane upewe heshima mtaani. Sema jamani baba fulani lakini hatufaidi. Nazungumza hiyo. Nimesemesha sana, mpaka nimesahau simu. Nimesemesha sana, nimesahau simu, basi naenda. Basi. Bye, naenda. Sawa. Boss. Yaani ni jambo tu ambalo sielewi mpaka sasa hivi huko ndani. Ila samahani, naomba unisikilize, ni cha muhimu sana. Zungumza haraka. Samahani, naweza kusogea? Mausi njoo. Asante. Nasemaje? Boss. Naomba nisamehe sana. Ninachoenda kukizungumza hapa. Aidha nitakukera au maneno mengine naweza nikatamka nikakuuzi. Samahani lakini nimekuruhusu zungumza. Iko hivi. Yaani naumia sana kukuona uko hivi. Alafu aliyakuwa mchawi tunao humu ndani. Kiukweli leo nimeamua nikwambie tu niliweke wazi. Simaanishi kwamba mchawi mshirikina hapana. Ni kuhusu Madam Lucy. Yaani namuona sasa hivi haeleweki. Alafu kitu kingine
Naomba uamini bosi wangu, usiamini. Madam anatoka na Keri. Unasemaje wewe? Ndio bosi. Nimekaa nikiwashuhudia mara nyingi. Saa nyingine anakuwa. Tom! Umepata wapi mamlaka ya kuzungumza ubaya kwa mke wangu? Hivi unajua ulivyo? Toka hapa. Bosi samahani, sio kwamba nawasingizia, ni ukweli kabisa, ndio maana nimeamua nikuletee. Mimi mwenyewe sihitaji muachane. Wewe kilichokuleta ni kazi. Tukifanya kazi iliyokuleta. Kumbuka. Hayo mengine ya kuhusu kabisa. Ukisema ondoka, ondoka. Lakini umenisikiliza. Wewe ondoka. Unawezaje kumzungumzia mke wangu baya? Mtoto mdogo kama wewe. Nilikupa moyo ila unanivuruga, we nani haswa baby yo, jenga mani kwako ila baby yo, kwa nini moyo wako umeugawa pengine baby yo. Mapenzi amenipiga na kitu kizito. Kwenye maisha ya ndoa kuna maigizo. Niwaambie, lakini sawa, lakini sawa, nitavumilia, lakini sawa, lakini sawa, nitavumilia. Maumivu yaliyonikuta na kuamini mimi bora, niliamini nina mke bora, sitasahau. Mapenzi amenipiga na kitu kizito. Kwenye maisha ya ndoa kuna maigizo. Niwaambie, lakini sawa, lakini sawa, nitavumilia, lakini sawa, lakini sawa,